Salama, karibu tena kwenye Maisha Kamili. Unajua, sisi tuna shauku moja tu, kukusaidia wewe kuifungua Biblia na kuona jinsi inavyoyagusa maisha yako halisi. Na leo, jamani, tunaingia kwenye hadithi moja nzito, hadithi yenye nguvu sana kuhusu kiburi na nini kinatokea kinapoingia vitani. Tunazungumzia 1 Samueli sura ya. Na uchambuzi huu wa leo tumeuchota kutoka kwenye makala nzuri sana iliyoandikwa na mchungaji Enos Mwakalindile ambayo unaweza kuipata kule maisha-kamili.com. Okay, kwa hiyo safari yetu ya leo itakuwaje? Tutaanzia na utangulizi kidogo, tuone lengo la somo. Kisha tutaingia moja kwa moja kwenye neno lenyewe. Baada ya hapo tutafanya uchambuzi, nini maana ya haya yote? Halafu sehemu muhimu zaidi tutaangalia hekima kwa ajili ya maisha yako. Na tutamalizia na swali moja la kukuacha nalo. Uko tayari? Basi, twende kazi. Sawa, basi tunaanza. Na kiini cha sura hii ni hadithi ambayo kwa kweli inasisimua lakini inahuzunisha sana. Inatuuliza swali moja zito sana. Hivi, nini kinatokea pale ambapo tunaanza kuheshimu zaidi alama ya Mungu kuliko Mungu mwenyewe? Na maneno haya hapa ndiyo yanajumuisha kila kitu. Yaani, fikiria hili. Watu wanapoligeuza sanduku la agano, ishara ya uwepo wa Mungu, kuwa kama harizi tu ya bahati nzuri, Mungu anaruhusu kitu ambacho hakifikiriki kitokee. Hapa ndipo janga zima la 1 Samueli sura ya 4 linapoanzia. Na hili, ndugu yangu, ni onyo kali sana kwetu sisi leo. Okay, sasa hebu tuingie kwenye neno lenyewe. Twende pamoja Samueli wa kwanza sura ya 4. Tuone jinsi hii hadithi ya maafa ilivyojitokeza hatua kwa hatua. Sikiliza jinsi mambo yalivyoharibika haraka. Kwanza kabisa, Waisraeli wanashindwa vitani. Pili, wazee wanakutana na kufanya uamuzi wa kiburi, tulete sanduku. 3, sanduku linafika na kuna shangwe kubwa, lakini shangwe hiyo haidumu. 4, wanashindwa tena na safari hii ni vibaya zaidi. Sanduku la agano linatekwa. 5, Hofni na Finehazi watoto wa Eli wanakufa. Eli mwenyewe anasikia habari, anaanguka na kufa. Na mwisho, hatua ya 6, kinazaliwa kile kilio cha kukata tamaa, Ikabodi, utukufu umeondoka. Sasa, hapa lazima tuulize lile swali gumu. Kwa nini? Yaani, kwa nini Mungu mwenye nguvu zote anaruhusu kitu kitakatifu kama sanduku la agano, ishara ya uwepo wake, litekwe na maadui? Jibu, unajua, liko kwenye kuelewa tofauti moja muhimu sana. Hebu tuangalie hii tofauti. Upande mmoja, kuna matumizi sahihi ya uwepo wa Mungu. Hii inahusu ibada, heshima, utiifu, ni kumtafuta Mungu mwenyewe. Lakini, upande mwingine, kuna matumizi mabaya. Hapa ndipo walipoangukia. Waliligeuza sanduku kuwa hirizi ya bahati. Walitaka liwe kinga ya ubinafsi wao. Walikuwa wanatafuta ushindi wao, sio wa Mungu. Yaani, kwa lugha rahisi, walitaka baraka za Mungu, lakini hawakumtaka Mungu mwenyewe. Na matokeo ya kiburi chote hiki ni neno moja tu la kuvunja moyo. Ikabodi, utukufu umeondoka. Hili sio jina la mtoto tu, unajua. Hili ni tangazo, ni kilio, ni tamko kwamba kile kitu kimoja kilichowafanya Israeli wawe wa pekee, yaani uwepo na utukufu wa Mungu, sasa kimeondoka. Ni hukumu ya kutisha sana kwa watu walioipenda ishara kuliko walivyompenda yule anayewakilishwa na hiyo ishara. Okay, hadithi hii ni ya zamani sana, lakini inazungumza na sisi leo hapa tulipo. Sasa, hekima hii inatuhusuje mimi na wewe? Huu ndio wakati wa kujiuliza maswali magumu na kuwa wa kweli kabisa mbele za Mungu. Sasa, hebu tujiulize kwa uaminifu kabisa. Hivi, unatumia alama za imani yako, labda Biblia yako, msalaba unaovaa, hata maombi, kama hirizi za bahati? Fikiria hivi, umewahi kuiweka Biblia kwenye gari lako ukiamini itazuia ajali? Au unavaa msalaba kama kinga badala ya ukumbusho wa dhabihu ya Kristo? Je, maombi yako yamegeuka kuwa orodha ya madai kwa Mungu? Au bado ni mazungumzo ya unyenyekevu kati yako na Muumba wako? Na hili swali lingine linaenda ndani zaidi. Katika vita vya maisha yako, unajua, zile changamoto za kila siku, iwe ni ugonjwa, shida za hela, au kwenye mahusiano yako, unategemea nini hasa?
Unategemea Mungu mwenyewe au unategemea matendo ya kidini? Yaani, unakimbilia kwenda kanisani au kufunga au kusali ukifikiri hayo matendo ndiyo yatakupa ushindi? Au unamkimbilia Mungu mwenyewe ukitafuta uso wake na mapenzi yake kwa moyo wa unyenyekevu? Basi, taratibu tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa leo. Na baada ya yote haya tuliyojifunza kutoka 1 Samueli, tunataka kukuachia swali moja la mwisho. Swali la wewe kutafakari kimya kimya katika safari yako ya imani. Unakumbuka Eli alivyokufa kwa mshtuko na mkwe wake alivyokufa kwa uchungu na huzuni? Swali langu kwako ni hili. Je, wewe unapeleka huzuni zako kuu mbele ya madhabahu ya Mungu au unajaribu kuzibeba peke yako? Fikiria hilo. Naomba sasa tuchukue sekunde chache tuombe pamoja. Baba yetu, tunakushukuru kwa neno lako ambalo ni hai. Tusaidie Bwana, tusije tukatumia alama za uwepo wako kama hirizi. Badala yake, tufundishe kukutafuta wewe kwa unyenyekevu. Na tunapopitia maumivu na huzuni, tusaidie kuyaleta yote miguuni pako, tukitumaini wewe peke yako. Katika jina la Yesu, amena. Kama umeguswa na uchambuzi huu na unatamani kwenda ndani zaidi, basi tunakukaribisha utembelee maishakamili.com. Huko utakuta makala kamili ya somo hili na mafundisho mengine mengi ambayo yatakusaidia kukua. Tunakushukuru sana kwa muda wako. Na usisahau kamwe ile shauku yetu kuu, maisha kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Barikiwa sana.